Number 2, pahali hauwezi ufika, neema na itoshe. Pahali hauwezi fika, neema ifanye nini? Itoshe. Because you will never satisfy your wife. So you do your best. Pale pengine Mungu achukulie. You will never do enough for your children. I mean, utampeleka abroad. Hauna conditions za kumpeleka Dubai. You can only teach him and raise him up in the teachings and the counsel of the Lord. You do it. Pale pengine Mungu aendelee kama yeye. Usiwahi kubali mtu akwambie you never did enough. As long as ulijituma ofisi kwa county, ofisi kwa serikali, ama ukatumwa pale kichakani ukafanye kazi, as long as you did your best, kama hawaoni shauri yako, pale pengine ni neema ya Bwana. So when you go back home and you see your wife, this is the grace of God. Not because you are mighty, it is the grace of. Hebu waume tuanze kuhesabu the grace of God in our lives. All of your problems and she's still with you. Grace, grace. Neema kweli imekutosha. Neema imetosha. Husband, wanaume mli hapa, if you're wondering if God is with you, just look for your wife. If she is there, Mungu. Because you're not enough. You're not enough. The grace of God be sufficient for you. Again, 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Mungu akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi Paul says, nitajisifia udhaifu wangu. I am not good enough. Kwa furaha nyingi, thank you for my failings and my failures, ili uwezo wa Kristo ukae juu yangu. Wanaume, receive the grace of God in your life. You may not be able to take your child to university. You can only do so much sababu uwezo wako hautoshi. Hapo pengine Bwana najitukuze katika maisha ya watoto wako. I guarantee you, usifanye kama wanaume wale wengine. Utakupeleka abroad, USIU, maana wengine wamepeleka. Relax. Fanya uwezavyo, maana ukitaka kupeleka USIU, hapo utafanya corruption, hata kwingine unaweza kuua. It is not worth it. It is not worth it.